Hiyo verse ya kwanza ambayo tumeanza nayo 46. Reka tuanze turebe mstari wa 46. 46 Biblia inasema hivi, ijambo ry'Imana riravuga ngo alikuwepo mtu mmoja muombaomba, hariho umuntu wasengaga, lakini kilichomfanya kuwa ombaomba ni macho yalikuwa hayana uwezo wa kuona. Icyatumaga asenga no kwa amaso atareba. Na watu walikuwa wamezoea kumwacha kando ya njia, abantu bari baramenyere kuza gushira uruhande rw'inzira, sababu aweze kupata chochote kitamwezesha katika maisha, kugira ngo abashe gusabiriza abahushuka kugira ngo abone ibimubeshaho. Na alikutana na watu tofauti tofauti, yagiye ahura n'abantu batandukanye. Na kuna wakati wasomi walipita, mu gihe bamuhamagaye, matajiri wakapita, igihe kigeze wakamwachia pesa, wakamusigira mafaranga, lakini alibaki kipofu. Alikuwa yali impumyi. Watu walimsaidia, abantu baramufasha, lakini alibaki kipofu. Alikuwa yakomeje kuba impumyi. Siku moja amekaa kando ya njia, alikumsumirisha rwanda n'inzira, akasikia kelele za vishindo vya miguu ya watu, aza kumva urusaku rw'abantu benshi. Akauliza watu waliokuwa karibu yake, abaza abantu bari iruhande rwiwe, toka nianze kukaa hapa sijasikia kelele kama hizi, kuva natangira kuzanicara sindumva kulikoni, hariho iki? Wakamwambia ni Yesu Nazareti. Baramubwira ngo ni Yesu wa Nazareti, yule anayeponya wagonjwa. Wao ndi ukiza abarwayi, anayeponya magonjwa, ukiza abarwayi. Na mimi ni mgonjwa, naje ni umurwayi. Na ferije sasa kumuita leo. Naje ndamuhamagara. Kwa nini leo haniache huyu Yesu? Uyu munsi tasi, leo sitakubali Yesu aniache. Sinemera sema leo usikubali Yesu akuache. Baba nawe uyu munsi Imana aliposikia kelele za vishindo vya miguu, amaze kumva urusaku rwinshi, akaanza kupiga kelele papo hapo. Na watangira gusakuza. Moyo wako leo piga kelele, Yesu ninataka nikuone maisha yangu. Na watangira kuvuga ko ninataka nikuone Yesu ndani ya uchumi wangu. Akatangira kusakuza. Ninataka nikuone Yesu kwa ajili ya watoto wangu. Naje ndashaka kukubona. Lakini alipopiga kelele mara ya kwanza, akitumva urusaku bwa mbere, mara ya pili, ubwa kabiri, wale waliomwambia ni Yesu walimnyamazisha. Babandi bamubwira ngo ni Yesu, baramubwira ngo nateceke. Nyamaza bwana, unapiga kelele. Baramubwira ngo ceceke, uri gusakuza. Nyamaza, unatusumbua. Uri kusakuriza. Kuna watu watakuhubiri kuwa Yesu ni njia, abazakubwira ngo Yesu ni nzira, lakini siku ukasimama kufanya kazi ya Yesu, bazakubwira ngo waguruke. lakini wale waliokuambia Yesu ni njia tena watakupiga vita. Nyuma bazakubwira ngo Yesu ni na yeye amezidi. Na yeye amezidi hata mtambaa tu kichwani. Nawe yake kukomeza kumva urusaku. Sasa huu Kristo ameuvamia. Sasa huu Kristo ameuvamia. Anavuga ngo hiyo endelea. Haleluya. Wale watu ambao watakuambia Kristo ndiye njia, itafika wakati hao watakupiga vita kwa ajili ya Yesu. Babandi bakubwira ngo Yesu niwe nzira, babandi nibo bazasura kugira gute kuza kukubuza. Lakini usivunjike moyo, ariko tugacika intege. Lakini usikate tamaa, tugacika intege. Yule kipofu wa kuvunjika moyo, yampumikige zicika intege. Yule kipofu wa kukata tamaa, yampumikige zicika intege. Akaendelea kupiga mara ya tatu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yakeneye gusakuza avuga ngo mwana wa Daudi babarira. Yule jamaa alikuwa kipofu, wao ni walimpumyi. Watu walikuwa wanamchukua kwake na kumweka barabarani. Abantu bamurengezaga bakamujana kumshaka. Lakini siku ya kwanza amekutana na Yesu, alikumunsi wa mbere y'Imana, amesema neno moja nzito na imani ya viwango. Yavuze ijambo rimwe rikomeye. Mwana wa Daudi Yesu, aravuga ngo Yesu unirehemu, umbabarire. Hilo ni neno kuu la ushujaa ambalo lilifanya mbingu ikasikia sauti pamoja na kelele za watu. Iryo jambo yavuze ryageze mu ijuru ikora ku Mana. Maana ukiangalia wingi wa watu waliotembea nao Yesu, kwa masikio ya binadamu asingesikia. Urenza abantu bari bakurikiye Yesu bari benshi cyane, lakini neno nisamehe, ariko ijambo lilifanya mbingu ikatikisika. Ya jambo nyabo lilifanya mbingu ikaelewa maumivu anayopitia. Imana yumva unapopata chance ya kukutana na Yesu, ale mu buryo ashaka kuona pamoja uliokoka miaka nenda na miaka rudi, igihe bamujanaga bamusigari abakasura bakamusiga, lakini una haki ya kumwambia Yesu unisamehe. ariko kuruwa musera ngo Yesu babarire. Kwa sababu
sababu mwili uliovaa asili yake umeota dhambi. kubera ko umubiri yari afite tuwaruwiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu alisema hivi, Agano la Kale walisema usizini. Yesu aravuga mu isezerano rya kera ati, lakini mimi ninawaambia, ariko jewe ndavuga, amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amedhini naye ni dhambi. Uzareba umugore akamwifuza. Kumbe maisha ya mwanadamu asubuhi mpaka jioni, inawezekana hujatamani mwanaume, umetamani kitu cha jirani yako. Inawezekana hujatamani mwanamke, umetamani gari ya jirani yako. Na unapoangalia kwa kutamani ni nini? Kumbe asili ya mwili umejengwa na nini? Na dhambi. Kumbe unapopata nafasi ya kukutana na Yesu, mwambie neno moja, Mwana wa Daudi, unirehemu. Sema amina. Ntabwo ushobora kubera mu gitondo ukageza ku mugoroba utifuje umuntu cyangwa ngo wifuze imodokari ya mugenzi wawe cyangwa icyo ari cyo cyose, ariko kuri uriya munsi impumyi yaravuze ngo Yesu mbabarira. Na aliposema hilo neno, amaze kuvuga iryo jambo, Yesu akasema mteni. Yesu aravuga ngo wale watu waliomnyamazisha, baba ni bamucecekesheje, hao walitumiwa kumuita. abo nibo Imana yakoresheje. Wale watu watakao kupona leo kwa ajili ya Yesu, abo nibo Yesu yabwiye ngo mugende mu hao Yesu ataruhusu wakutane na wewe ambapo Kristo ameanza kukuinua. kubera ko Yesu Kristo yamaze kumuzuku. Wakaja kwake wakamwambia maneno matatu mazito. Reka tuvuga amagambo atatakomeye. Inuka, haguruka, Yesu anakuita. Yesu anakuhamagaye. Inuka ni utoke mahali uliko uende mahali pengine. Kuvuga ngo haguruke ni kuva aho uri kugira ngo uje handi hantu. Yamkini sehemu uliyokuwa ni chafu, ina dhambi. Aho wari uri hari umwanda. Yamkini sehemu uliyokaa hustahili kuikaa, ariko aho wari wicaye ntari bikwiye gukomeza kuhicara. Yamkini muonekano wako wa sasa sio muonekano wako halisi. Kubera kuko aho wari wicaye si ngombwa. Inaonekana uchumi ulionao leo sio uchumi ambao mbingu imeruhusu uwe nao. Ukuntu umeze kuri none siko, lakini uko nao kwa sababu umekaa sehemu moja. Kubera kuko ucha hapo. Mbingu inataka uinuke hapo uliko. Imani inataka ndipo umsogelee Kristo. Sikia alichokifanya kipofu. Kabla ya kupiga hatua, jambo la kwanza aliinuka. Baada ya kuinuka akalichukua koti akalitupa. Atakuhamuka tayari alikuwa anapata ikoti kiwe alisigaho ngaho. Na leo tunataka tuzungumzie kuvua koti. Uyu munsi dushaka kuvuga ngo wambure ikoti ryawe cyangwa umwitero wawe. Sasa hilo koti alilolitupa, ya koti yambuye, ninataka nikupe faida tatu ambazo lilimsaidia. Nikabwire ku bintu bitatu. Kwanza lilimsaidia kuhifadhi kila kitu alichopewa. Zamufashije kukintu yahawe. Lakini pia lilimsaidia wakati wa baridi kujisitiri baridi. Ariko kandi zamufashije kutumva. Lakini pia likamsaidia wakati wa jua kali kuliweka kama mwamvuli kumsaidia joto kali. Kubera ko mu gihe cy'imbeho byaramufataga kumva ubushuhe. Lakini siku alikutana na Yesu, ariko umunsi yagiye kureba Yesu, hakuona thamani ya koti. Yigeze atekereza kuzikoti. Niuliza swali kidogo. Hilo koti akipewa pesa anaweka, akipewa samaki anaweka, akipewa mkate anaweka, andazi anaweka, isingetoa harufu? Kubera ko rya koti bagaza bamuha amasamaki gashira muri rya koti. Koti moja bagashira muri rya koti, bijya gashira muri rya koti. Nifaze mkate, nifaze samaki, nifaze pesa. Alitatoa harufu? Ariko ndio tafsiri ya dhambi ya dhambi. Unaweza ukafanya hili ukaona limekulinda, ukafanya na hili ukaona linakulinda, lakini mbingu inasikia unatoa harufu. Ili umsogelee Kristo, unatakiwa uvue dhambi ulizozivaa ili upate nafasi ya kuongea naye, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Amen. Kugira ngo uwegere Imana nuko ugenda imbere y'Imana utaca ufite. Kubera ko rya koti ryiwe yashoka ko ryanukaga, kubera ko ibyo bamuhaga byose yashiraga muri rya koti, byabaye isamaki cyangwa se ibindi yashaka muri rya koti. Ariko kuko aramaze kumva ijwi rya Yesu, yambuye wamwitorewe cyangwa se rya koti rye ararisiga yegera Yesu. Na ndiyo maana hicho kijua yule muombaji alijua kuwa ninakutana na mtakatifu. Nicho cyatumye amenya neza ko agiye kuonana na Yesu. Na wewe useme moyoni leo unataka kukutana na mtakatifu.
Na uvuge ku munsi wa none kushaka kubonana na Yesu. Na kwa sababu unataka kuonana na mtakatifu, kubera kushaka kubonana na Yesu, kwanza upige hatua utoke uliko. Maana hapo uliko unajivunia koti kusaidie. Kubera ko kwa huri ntabwo hameze neza, ila koti imeze neza. Lakini ili uonane na Yesu, hiyo koti si chochote. Iyo koti lisigaho ngaho. Ukifika kwa Kristo utakuta makoti ya samani. Nugera iruhande rwa Yesu urabona irindi koti. Ukifika sehemu watu watasema kuna mtu amesimama. Nugera imbere ya Yesu abantu baravuga. Na mbingu itasema pale kuna mwanangu amesimama. No mwijuru barabimenya. Akachukua koti akatupa. Yambaro ikoti ndio anali. Yesu alipoangalia moyo wake, Yesu aliona umutima wiwe. Aliona mambo mawili mazito aliyofanya hata hajahubiriwa na mtu. Yesu akusema mambo mawili. Mwana wa Daudi unirehemu. Arakuwa kwa Yesu. Msamaha ulitoka moyoni. Kubera ko byamuvuye mu mutima we. Mdomoni kulitoka unisamehe unirehemu. Mukanwa kiwa na moyoni nikaja hapana, siwezi kwenda kwa Kristo nina koti. Koti itanifanya niwe mzito kumfikia Yesu. Aravuga ngo sinkwiriye kujimbere y'Imana nambaye iri koti kuko riraremereye ntabwo rimeze. Kuna watu wanatamani kupiga mbio wamfikie Kristo. Hari abantu bashaka kugira ngo begere Imana Yesu, lakini koti walizovaa zinawafanya kuwa wazito. Ariko imyambaro bambaye igatuma baremereye. Wanapotaka kupiga hatua wagira gutambuke hawakimbii kwa sababu ya uzito wa koti walizonazo. Bakumva batagenda neza. Koti inayozungumzia ni moja ya tabia ambayo unaifanya ambayo Mungu haipendezwi nayo. Koti zaka kuvuga ni nyitwarire y'umuntu itari. Kuna watu ni watumishi wa Mungu lakini bado wana koti ya uzinzi nyuma yake. Arabitwa ko bakorera Imana ariko bakicambaye ikoti ridahesha. Kuna watu ni watumishi wa Mungu lakini nyuma yake kuna koti ya ulevi. Hari abantu bakorera Imana ariko muri bo umwambaro wabo. Kuna watu ni watumishi wa Mungu lakini maneno ya utonganishi bado ni koti nzito linalofanya wasimfikie Kristo. Hari abakozi b'Imana bavugira Imana ariko kandi bafite ikoti libahambiriye. Ndio maana msitakumi mimi na Mungu anisikiaje, lakini nicho gituma babaza vuga kila siku ninaomba Mungu lakini kuligenda senga sisikia Mungu amenijibu. Sindumva Imana isubiza. Shida sio wewe, chunguza sehemu unaokaje. Umetoka sehemu umeenda sehemu. Kibazo si wewe, bazitekereza ahantu wavuye. Na kama umetoka sehemu kwenda sehemu, je, ile koti ya ile sehemu umeenda nayo au umeiacha? Ya mitwarire yawe ya handi se niyo wasuye kuzana imbere y'Imana birakumva. Bana tuko wengi. Kabla ya kuingia kanisani tulikuwa tuna dhambi. Mbere yuko twinjira mu nzu y'Imana tuanza kuwa lakini mbingu imetuita tumetoka nje tumeingia ndani na dhambi zote. Imana yakubwira ngo tuze twinjire mu nzu yayo. Walioingia na dhambi zote tena tunataka tuseme neno kwa Mungu na Mungu alifanya. Twarangiza bamwe bakaza bafite n'ibyo zahabu bavuga ngo basenge Imana ibumve. Uri muntu ki? Mungu ni mtakatifu. Imana ni yera. Hajibu kwa sababu umeomba. Ntazasubiza kubera ko hajibu kwa sababu wewe ni mwanae. Na ni yupi mzazi anaweza kumpa mtoto wake kitu kizuri wakati akimtuma anakataa? Ni byari umuvyeyi yaho umwana wiwe kitu. Kama sisi tukiwatuma watoto wetu wasipofanya tunawanyima. Nikuta bana yetu twabituma tubakora icyo twababwiye twabaha ikintu cyiza. Kumbe ili tumsogelee Kristo vizuri, kugira ngo natwe twegere Yesu neza, na sisi tujisikie furaha na amani ya kuwa na baba yetu karibu, natwe twumve ibyishimo n'umunezero kwegera Imana. Tupige hatua ya kutoka sehemu na kwenda sehemu. Dutere intambwe tuva ahantu tuja ahandi. Tulivyoamua kutoka Misri, nimba waremeye kuva muri Egiputa. Katika lugha ya Biblia Misri inalinganishwa na sehemu ya dhambi. Biblia nubitubwira muri Egiputa agereranywa n'ibyaha. Na Farao anachukua picha ya shetani. Farao nawe agahabwa ifoto ya shetani. Misri na kumwendea Kristo, kuva muri Egiputa usanga Imana, tunatakiwa tuache yale ya Misri. Biba bisabye kuko ibyo muri tusahau vitunguu vya Misri. Bibagirwa ibyo tusahau tomato za Misri. Ndipo tufike Kanaani salama. Hiyo ndiyo changamoto iliyofanya wote waliozaliwa Misri kushindwa kufika Kanaani. Icho chatu ya watu wengi bavukiye muri Egiputa
hawakusahau vitunguu vya Misri. Hawakusahau ubaya waliofanya Misri. Hawakusahau koti walizozifanya Misri. Na baada ya kuwa wanakumbuka zile koti walizozifanya Misri, ndio maana jangwani wote waliangamia. Maombi yangu si kuwa mimi na wewe tuangamie. Maombi yangu ni mimi na wewe tufike Kanaani. Tuone ule mji ambao Baba yetu wa mbinguni ameuandaa kwa ajili yetu. Lakini ule mji hauwezi kuona kwa sababu tu umeingia kanisani. Utauona kwa sababu umekiri Kristo na kuiacha dhambi. Sukubuka usangoni bawinjiye gusamuzu Imana ngo Imana naye yakugirira neza cyangwa gusenga kwawe. Koti ulilo nalo litakufanya wa mzito kurisi nchi. Umwambaro wambaye. Siku moja Israeli imeingia katika vita. Mugihe Israeli yinjiye mu ntambara, na mfalme Sauli amepita vimekuwa na Wafilisti. Mwami Sauli kugebarwa na Wafilistia. Na wana wa Yesu walikuwa kule vitani. Kubera ko bari bahanganye. Yesu akasema, "Nina siku sina habari za watoto wangu. Wewe Daudi nenda kwanza uangalie kama ndugu zako ni wazima." Sawa Daudi anavuga Yesaya anavuga ngo ngizigenda menya makuru y'abana bandi kuko bagiye ku rugamba. Daudi alipofika tu uwanja wa vita, aza kutuma Daudi ku rugamba. Siku hiyo hiyo Mfilisti Goliathi alipanda kwenye mlima kuyatukana majeshi ya Israeli na Mungu wa Israeli. Uwo munsi Daudi yumvise Goliathi atuka abana ba Israeli akabatukana n'Imana yabo. Moyo wa Daudi uliraruka moyoni. Daudi arababara cyane. Daudi alisema, "Huyu ni mtu wa namna gani atukane Mungu wangu?" Daudi aravuga ngo se ni gute uwo muntu huyu Mfilisti ambaye hajatahiriwa inawezekana atukane Mungu wangu? Ni gute yotuka Imana yake? Kama Mungu alinipa nguvu nikamua ndugu kwa mikono yangu. Aza kwibuka kuko Daudi Imana yamuhaye imbaraga yica idubu n'intare. Mungu alinipa nguvu nikamua simba na mikono yangu. Aravuga ngo Imana yamuhaye imbaraga inawezekanaje huyu mtu amtukane huyu Mungu? Ni gute uyu muntu yatuka? Daudi aliumia kwa sababu majeshi ya Israeli. Daudi aliumia kwa sababu ya Mungu ametukana. Daudi ababazwa na magambo ya Goliathi. Lakini leo kuna watu wanapigana kwa sababu ya dini au dhehebu. Ametukana dhehebu letu. Mtu atuko ni kupigana kwa ajili ya dhehebu, si kweli. Ana watu simama kwa ajili ya Mungu aliyekutoa dhambini na sio dini. Haleluya. Daudi akaenda kwa mfalme akauliza, "Kakaza vipi mtu akimpiga huyu vipi?" Daudi aragenda asanga uwarukuriye izo ngabo aravuga, "Ni gute uri muntu ashobora kutukugo ba Israeli n'Imana yabo?" Kakaza akasema, "Wewe uache mambo yako. Yale kulegeleka kwa mambo unaleta paka hapo. Wewe huko. Sio kuko tumefichama huko tukibona. Wewe vipi?" Bakuru biyo babonye barambwira ngo dore waje hano gukora iki, turakuzi n'ubwibone bwawe, waje gukora iki hano, genda usubire kuragira intama za so. Lakini dogo alitoa yeye ngani. Aliko yali yababaye kuko magambo ya Daudi. Akaenda kwa mfalme akamuuliza, "Vipi mtu akimua yule nini umeahidi kwake?" Daudi atakuvuga ngo se ariko umuntu wakwica Goliathi yahabwa iki? Huyu mtu kwanza nitampa binti yangu au mke wake. Kwanza hicho. Atakuvuga ngo se uyu muntu wakwica Goliathi yahabwa iki? Mke bila mali. Haleluya. Daudi akamwambia mfalme, "Mimi nitapigana na yule jamaa." Daudi abwira umwami, wakampeleka katika chumba cha wanajeshi. Arambura ngo ndaje ndakugwanya. Wakampa gwanda, wakamvika magwanda mazito. Bamwambika ya myambaro yo kurugamba. Fikiria Daudi alikuwa bado ni mdogo Daudi yari akiri mutoya. Alipovaa kinga, chopeo, nini, viatu, nini na mikuki mishale vitu vingi. Alipopiga hatua ya kwanza ya pili akasema, "Hapana, hivi vitu ni vizito, sitaweza." Daudi anaanza kumwambika ya myambaro yo kurugamba agize kwa Lakini leo ninataka nikwambie, leo useme kuwa hilo koti la dhambi ulilolivaa leo useme ni uzito, hautaweza. Nawe ku munsi wa none vuga ngo rya koti riraremereye cyangwa se rya koti rimeze neza banzugiye mbere. Ndio maana Daudi alimwambia baba yangu mfalme, mimi nitapigana, lakini haya makoti ni mazito, naomba niavue niende mimi kama mimi. Haleluya. Kristo hataki ujipambe na mambo mengi, anataka wale moyo uko mtakatifu na safi. Umeamini katika Mungu hakuna lisilowezekana. Na pale utakapopiga goti unapoamini hilo, hata kama jambo
nzito kiasi gani, mbingu litafanya. Amen. Ya kubera kuko bari bamaze kumwambika imyambaro agize batambuke ruva ya myambaro atayishoboye, aza kuvuga ngo iyi myambaro jewe nimuyimkuremo, kubera kuko Dawidi yari akiri umwana mutoya cyane, imyambaro bari bamwambitse yari ifite ibiro byinshi, aza kuyambura kubera kuko yibutse kuko Imana yamuhaye imbaraga arwanya intare n'idubu. Daudi akayavua yale magwanda, yambura ya myenda na kuondoka, anagenda na jiwe la kwanza tu, ibuye rya mbere. Lakini kabla ya kufika kwenye majiwe kuna maneno pale. Jambo rya bimwe Zilisi alisema hivi, kijana mdogo sana, Goliath atakuwa umesimama kupigana na mimi, umwana nkawe ndio baba atakaza kurwana nani? Mchana wa leo kichwa chako kitaliwa na wanyama wa angani. Aravuga ngo uyu munsi salamu yako itatiririka kwenye ardhi n'ibisiga. Lakini Daudi alikuwa na mawe 5. Ariko Daudi Biblia izitubwira ko afite mawe 5. Baadhi ya wasomi wanasema mawe 5 ni vipawa ambavyo viliandikwa kwenye kitabu cha Paulo moja ya baraka 5 zake mu kitabu mwalimu mwinjilisti nini vitu kama hivyo. Yeah. Lakini kuna mwalimu mwingine aliwahi kusema kuwa arudi maandisi wavuze yale mawe 5 Daudi alitafsiri miungu mitano ambayo Goliath alikuwa anajivunia. Ya mawe 5 yarafite na jiwe la kwanza tu, ibuye limwe gusa. Lakini Daudi akamwambia, wewe umesimama kwangu kwa manati, kwa mishale mbele yangu, lakini mimi nimesimama kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Mwalimu wangu mmoja akaniambia hivi, wakati wa kuombea wagonjwa usimuite Mungu Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi alikuwa wakati wa vita, kupambana na falme ya giza. Haleluya. Wakati wa kuombea wagonjwa muite Yesu, kwa sababu Yesu ndiye dokta wa madokta. Lakini wakati wa vita muite Bwana wa majeshi. Maana kila utakachokisema mbingu itatikisika, na majeshi ya adui yatakimbia, na ushindi utakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mchana leo ninataka nikwambie neno moja ndugu yangu. Umunsi wa leo nataka kukubwira ijambo. Koti ulilonalo ni nzito. Koti waba inaremereye. Litakufanya kuwa mzito, utashindwa kupigana na adui shetani. Iratumutawasha kurwana na sababu shetani hawezi kwenda baa kutafuta walevi. Kubera ko shetani ntagomba kurakushaka. Sababu anajua baa ni watumishi wake. Shetani agenda kushaka. Yesu anakuja, shetani anakuja kanisani kutafuta watu waliookoka ili waende baa. Shetani aza kushaka abantu bakishijwe. Sasa angalia hilo koti zito ulilolivaa. Hilo koti liremereye. Je, litakufanya wewe uweze kushindana na shetani? Linakushoboresha kuwa wahangana na shetani. Nikwambia siri nzito, shetani hawezi kukuogopa kwa sababu umesema unaamini Yesu. Shetani ataogopa kukutina kukuogopa. Maana Biblia inasema shetani anaamini na kutetemeka. Shetani anavuga ngo sasa kuamini kwako huwezi kuwa kigezo cha yeye kuogopa kukuingia. Tugomba kutinya umuntu ugomba. Kama Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 baada ya kubatizwa alipanda nyikani siku 40 anaomba Mungu. Imisi 40 Yesu asenga. Anatoka kwenye kifungo tu, shetani yuko naye kama wewe ni mwana jiwe limekata. Muri ya masengesho yari kumwe na shetani. Sasa kama shetani alimwendea Yesu ambaye alikuwa ni Mungu mzima, lakini pia ametoka kwenye mafumbo mazito, kifua mimi na wewe. Nimba shetani yasanga Yesu hakarari mu masengesho. Usivunjike moyo, kuna kitu wewe kukiti chawe urumva. Roho Mtakatifu ambaye Kristo ameahidi kumwacha kwetu. Umwuka wera w'Imana. Lakini Roho Mtakatifu hata kama ndani yako kama unalo koti, ili Roho Mtakatifu ndani yako ni lazima uache koti, ulikuwe maza, upige hatua ulikokuwa ukane hapa. Ili Roho Mtakatifu akae ndani yako. Uliposa vita vikija, Roho yeye mwenyewe anashughulika. Haleluya. Kesho ukipita sehemu watu wanasema yule dogo ni mchawi, sio bure. Yule dogo sio bure, ni mchawi. Shida si kuwa wewe ni
birasaba kuko ubanza kwambura iryo koti kugira ngo ubone imbaraga ziva mu ijuru. Koti kwa yule kipofu ulikuwa msaada kwake, ilimsaidia kwa baridi, likamsaidia kuhifadhi vitu vyake. Kubera ko kuri koti byafasha iri hapo yumvaga imbeho mu gihe cy'imbeho. Sasa alipolitupa tu akajikuta yuko mkono wa Yesu. Kubera ko yari bisikuri ya Yesu. Na wewe utakapolitupa tu utajikuta kwa mikono salama mwa Roho Mtakatifu. Nawe mutijyo koti ulisanga maboko ya Yesu. Nini kikutikisa na Roho Mtakatifu amepata nafasi? Yeah. Lakini ni ngumu Roho Mtakatifu kukaa na kuzama kama bado koti lipo. Bado kama unakumbuka vitunguu vya Misri. Ariko nukomeza kwibuka ya koti ntabwo ushobora kuba wasubizwa. Sikia swali sasa ya Yesu. Ikibazo cy'Imana cha Ile kipofani mwambie hivi. Unirehemu. Yakunyibira Yesu. Yesu akamuuliza sasa nishakurehemu unataka nikufanyie nini? Na kubabariye. Kama ile swali lingekuja kwako wewe ungesema nini? Yaza kuziwa watu. Wewe unataka nikufanyie nini leo? Urashaka gukora iki kuzi hano? Mimi ni kipofu. Nataka macho yangu yaone. Nataka kama macho yanarebe. Hilo imani ulilo nalo linakuponya. Uko kwizera ufite kuragukishije. Imani na kujua kulinda mtakatifu ndilo linakuponya. Uko kwizera ufite kuragukishije. Na wewe ndugu yangu, nawe shuti yanjye, imani ulilo nalo ni lipi? Ufite kwizera kungana. Ili uzito wa imani uweze kulitupa kote mbali. Ufite kwizera kukomeye. Kama kote liko mbali, upate chance ya kuulizwa swali na Roho Mtakatifu au Yesu leo. Nubasha kugira imbaraga zo gutajya koti na ujibu haja ya moyo wako. Basha kuvugana na Yesu. Kwa sababu kwenye Isaya amesema hivi, eleza haja ya moyo wako na upewe haki yako. Kumbe kila kitu unachokihitaji ni haki yako. Kubera ko kitu cyose ushaka kuba kuri wowe. Sasa inafika sehemu haki yako imekwama kukufikia kwa sababu nini? Shetani ameishikilia ili uifanyie kazi. Hari ushobora kugera ahantu kugira gufata ibyawe tubashe kubibona kubera ko shetani yabifashe. Siku moja niliwahi kusema hakuna baraka ya bure. Nta mugisha w'ubusa. Ukitaka baraka lazima uifanyie kazi. Nukenera umugisha uzasaba kwanza gukora kazi. Siku moja Isaka anataka kukata roho. Umunsi umwe ana vijana wake wawili, Yakobo na Esau, anamwambia hivi, ninataka nikubariki. Anamwambia mkuu Esau, ninataka nikubariki. Nenda uwinde katika mawindo yako, ulete nyama, unipikie supu niipendayo. Baada ya kula na kushiba, ndipo nikubariki. Amena. Ya izo ni nkuru za Esau na mugenzi we Yakobo. Ubwise yarageze igihe ciwe cyo gupfa, yabwiye abana biwe yabwiye Esau ngo ndije guhinga uzanira inyama kugira ngo mweshe. Hakuna baraka ya bure utapata. Ntamugisha w'ubusa. Kwa sababu adui amezitunga ili tuzifanyie kazi. Kubera ko umwanzi Daniel yuko utumwani anapiga magoti anamuomba Mungu. Awakubita. Biblia inasema siku ile Daniel aliomba na mbingu ikatuma majibu ya maombi yake. Ariko kuri uwo munsi umwe Daniel yarasenze Imana yumva. Mkuu wa anga akasimama angani kumsimamisha malaika Gabriel mleta ujumbe asifike kwa Daudi. Imana yohereza malaika wayo. Siku wako kwenye vita hapo angani. Icyo gihe bari mu vita mu kirere. Mbingu ilipoangalia kuna vita na huyo ni mbeba ujumbe hawezi kupigana. Kubera kuko kamati ya kupigana ni akina nani? Akina Mikaeli, shuka ufanye mambo yako. Atuma Mikaeli bado gukora akazi kiwe. Ninachotaka nikwambie kuwa nataka kukubwira ngo ili uwe wewe unayetakiwa wewe, kugira ube wowe unatakiwa ulivue koti ili ufikie kwenye viwango vyako. Inasaba ko wambura ikoti kugira ngo unatakiwa kuiacha dhambi ili Roho Mtakatifu apate nafasi ya kukuongoza. Reka ibyaha zawe kugira ngo umwuka ubashe kukuyobora. Ndipo uweze kuulizwa hili swali, unataka nini nikufanyie? Hanyuma nibwo hazazijambo. Ndio uwe na mamlaka ya kutembea na andiko ambalo Biblia inasema hivi, ombeni nanyi mtapewa. Ili jambo jema nalikuwa utatembea na mamlaka ya hilo andiko ambalo linabeba ufunguo wa kila kitu katika ulimwengu wa roho. Uzage dufite imbaraga kama umeruhusu Roho Mtakatifu kupata nafasi ndani yako. Ndio maana Yesu anasema ukinipenda utayashika maneno yangu. Na mimi na Baba tutakuja na kufanya makao kwako.
Mungu wa mbinguni atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe.